wapi vigelegele? Unachezaga wapi? Kasibina na yo, yo. Kasibina na yo, yo. Kasibina na yo, yo. Kasibina na yo, yo. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. huyu Yesu Ananiongezea baraka, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. lelele. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Huyu Yesu Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Yeah. Amenijibu zaidi ya vile nilivyomwomba. Nimemwomba kazi, amenipa na ndoa. Nimemwomba watoto, amenipa na gari. Huyu Yesu anazidi kunyeshea mvua ya baraka. Apambolinge, apambolinge, apambolinga Yesu yo yo. Ananiongezea baraka. Ananiongezea baraka, Brudaga, 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 da, da. ya leo na jana. Ay, ay, ay. Ananiongezea baraka, Nani huyo? ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka. Ananiongezea baraka, Naiona tofauti ya leo na jana. ya leo na jana. Ay, ay, ay. Ananiongezea baraka, Nani huyo?
nisikie shangwe nyingine tena watakapokuwa wamefika hapa. Nitaiomba familia kutoka Kisindi na wenyewe pia watasogea hapa taratibu kwa wimbo huo huo, alafu waje hapa wapokelewe na wenyeji wao. Kabla hatuja kwenda kuketi, studio nisaidie kuwaleta familia kutoka Kisindi wapokelewe hapa na familia hizi, familia mbili taratibu. Familia watasalimiana, watapongezana, alafu tutawapa nafasi ya kuketi ili tuweze kuendelea. Haya, haya, inapendeza. Ulieka huko na wesi upige tu kigeregere, kwani familia yake na mchungaji Joseph pamoja na familia ya Madam Diana. Inapendeza kabisa. Basi niombe taratibu familia wote tuchukue nafasi zetu. Niombe taratibu sasa tuchukue nafasi zetu familia zote mbili. Wapi makofi kwao Brighters? Twende. Pamoja nao wakati wa kundi la pili la Brighters tukijiweka sawa kwa ajili ya kuingia hapo ukumbini. Twende. Ay. Huyo twende. Asante sana. Wapi makofi, 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 makofi. Twende. Studio taratibu wakijiandaa. Nisaidie mwambie jirani yako kumeanza kuchangamka.
Nyimbo ziwe ndefu ndefu. Twende twende. Naweza kuwa mnasogea taratibu kwa sababu ni wakati wa kwenu. Naomba tupige hatua tafadhali, tuongeze hatua. Wakati huo studio unaweza ukanisaidia kumruhusu Matron ili aende kabisa kuingia ukumbini. Studio nisaidie kumruhusu Matron. Wakati wakisogea hapa, usiwanyime makofi. Wamefanya kazi kubwa tangu asubuhi. Wapi makofi kwa Matron na Patron? Wape haki yao. Wapi acha ni mutashabi. Asante kwa tambo ndefu ndefu. Ushuhuda. Asante studio. Asante studio. Asante sana, asante sana, asante sana. Vijana wako na furaha. Mwambie makofi. DJ ukiweza kale kawimbo kazuri ka City kutoka kwa Zablon Singers kawasogeze hapa hapo mpya mjini. Wakija hapa wale wenye ama uliomba pamoja nao ama hukuomba pamoja nao, haikuzuii kufurahi pamoja nao leo. Haya. Wapi kelele? Heshima na kubadilisha tuwe pamoja. Siti haikuwa rahisi tufike leo. Sasa wewe ni Sisters in Christ, mbarikiwe sana. Nguvu yenu naielewa kuhakikisha usalama. Hao ni dada zake na mchungaji Joseph Mtasi, dada katika Kristo Yesu. Wanahakikisha usalama. Maulana atatubariki tukazae na tule. Wale watu wenye tuko tunapiga picha, ninaomba tusiwasonge maharusi wangu. Wale wapiga picha maarufu mjini, nisaidieni tusiwasonge maarufu, lakini vile vile tuwape nafasi wale watunza kumbukumbu.
haikuwa rahisi yetu muhimu viti ya harusi. Ninaomba tuwape uwanja tafadhali. Naomba tuwape uwanja. Watoto wenye wako na simu tuwasaidie. Wapi sisters in Christ? Aha. Haya. Twende sasa. Twende. Tuwe pamoja. Sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo. Wote si tumeshuhudia. Wote si tumeona vile wanapendana. Asante sana sisters in Christ. Barikiwe sana kwa nguvu hiyo. Asante sana wapiga picha wote. Wapiga picha wote. Wapi mwenyekiti? Asante sana studio. Piga tena. Sifa. Nitaomba, sitakuwa na wachelewesha. Naomba DJ anirudishie kanzu kangu kwa sijamaliza kucheza kwa kakati. Basi mabibi na mabwana, asifiwe sana. Nipende kuwashukuru sana kwa mwitikio wenu mzuri, lakini kama kamati tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutuwezesha mpaka kufikia tukio hili. Basi naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya kufungua sherehe yetu. Baba Mungu mwema, mfalme wa ajabu, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako katikati yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu katikati yetu. Neno lako linasema furahini katika Bwana, furahini siku zote. Tazama Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya tukio hili. Mioyo yetu imejaa shukrani kutoka kwako. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba ukapate kuanza nasi, mfalme mwema, ukamalize pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako Bwana, katikati yako mfalme, tukijua hakuna litakaloshindikana. Ni kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naifungua sherehe hii rasmi na Mungu awe pamoja nasi. Japo kwa haraka tupate nafasi ya utambulisho. Tutaanza na bwana harusi, alafu baada ya hapo tutafuata na bibi harusi ili tujue wale ambao wameambatana pamoja na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Basi pekee kabisa nianze kwa kumshukuru Mungu ambaye ametupatia nafasi hii ya kuwa mahali hapa
Kama sio yeye tusingefika mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba makofi mengi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Anasika kila kitu kiende vizuri. Mbele yenu naombeni ni watambulishe mke wangu mpenzi. Huyo hapa ndio mke wangu mpenzi. Mke wangu mpenzi. Diana Eni. Kwa hiyo kila mmoja ameshatambua. Kwa hiyo ndio yuko ndani ya moyo wangu, ndio my sweet. Hello. Naomba wapungie mkono kidogo muweze kumuona. Wapi kelele ya shangwe kwa bibi harusi? Naomba nimtambulishe baba yangu, naomba asimame au kupungia mkono wageni wote. Asante. Mama yangu naomba wasimame wapungie wote mkono. Asante sana. Na ndugu zangu wa kike wa dada zangu wote wasimame, dada zangu. Yes. Wote. Asante sana kaka zangu ambao wameshafika mpaka sasa. Yes, asante sana kaka. Sambamba na hilo nina mashanga. Yes, DJ taratibu. Nina mashangazi zangu, naomba mashangazi wazuri wasimame wapungie wageni mkono. Yes, wamesafiri kutoka mbali kabisa kufika mahali hapa. Sambamba na hilo nina mashemeji zangu wote, naombeni wasimame wapungie mkono. Yes, asante sana. Hao ndio mashemeji zangu. Sambamba na hilo nina mshenga ambaye alihakikisha kwa kweli mpaka hata siku ya leo inawezekana amepambana kweli. Naomba upungie mkono. Huyo ndio mshenga. Sambamba na hilo nina wafanyakazi wenzangu ambao nilikuwa nao pale Bethania Secondary, Primary na KCH. Naomba tusimame tupungie watu mikono. Yes, hapo ni wafanyakazi wenzangu ambao tuko pamoja. Sambamba na hilo nina wachungaji wangu ambao wachungaji wa kanisa la Rema. Asante sana. Wamesimama pamoja na wachungaji wote wa Rema Tanzania. Naomba tusimame tena, wachungaji wote wa Rema Tanzania. Tusimame tuwapungie watu mikono. Yes. Hapo. Na wachungaji hao wote tuna kiongozi wetu ambaye ni askofu mkuu Bishop Johannes Kasimbazi, sijui kama mchana huu yupo. Yes, lakini kwa wale ambao tulikuwepo ibadani tumemsikia na tumemuona. Yes, kwa sasa hayupo hapa. Sambamba na hilo vile vile pale shuleni ninapofundisha Bethania kuna wanafunzi ambao wameambatana na mimi, wanasema tuwezi kukuacha mwalimu, wapungie watu mikono. Hapo. Yes. Mungu awabariki sana. Okay, so wamesafiri na leo kutoka mbali mpaka kufika mahali hapa. Naomba popote walipo wasimame wapungie watu mkono. Yes. Sambamba na hilo naomba niwatambulishe washirika wote wa kanisa la Rema. Washirika wote naomba wasimame. Hapo wote. Yes, Mungu awabariki sana kwa wingi wenu. Sambamba na hilo naomba nitambue uwepo wa wageni wengine wote waalikwa. Wabarikiwe sana wote ambao wako hapo. Vile vile bila kumsahau patroni wangu hapa. Amina. Kwa niliowasahau msijali, tuko pamoja. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Basi naomba ni microphone kwa Mrs. Joseph ili aweze naye kuchukua nafasi hii kwa ajili ya utambulisho. Every step I take, yours. Every breath I breathe, yours.
Asante DJ, asante sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kumshukuru Mungu tena. Bahati nzuri Mungu huwa hachoki shukrani zetu. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii tena kumshukuru Mungu kwa kutukusanya tena mahali hapa kwa ajili ya kutuunga mkono. Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba niwatambulishe, kabla ya kuwatambulisha, naomba kwanza nimtambulishe mume wangu kipenzi Joseph Emmanuel Mutasa. Naomba awapungie mkono. Watambulishe wazazi wangu, baba na mama. Naomba wasimame watupungie mkono. Niwatambulishe pia baba wadogo pamoja na wake zao. Karibuni tupungie mkono. Amina. Naomba niwatambulishe babu na bibi. Naomba tusimame tupungie tu mkono. Naomba niwatambulishe kaka zangu popote pale walipo. Simame. Amina, amina. Amina. Naomba niwatambulishe dada zangu popote pale walipo. Pungia mkono. Amina. Naomba niwatambulishe wadogo zangu wote popote walipo. Amina. Pia nipende kuwatambulisha wachungaji wangu wote wa Rema Outreach Church pamoja na viongozi wa kanisa. Nipende pia kutambua uwepo wa Askofu Kasimbazi, namuona mama hapo. Amina, barikiwe. Amina. Naomba nitambue uwepo wa shangazi zangu. Naomba tupungie mkono. Naomba nitambue uwepo wa wafanyakazi wenzetu wa BTSS, BPS pamoja na KCH popote walipo. Amina, barikiwe. Naomba nitambue uwepo wa ndugu zangu, rafiki zangu. Tumekaa pamoja kwa muda kadhaa. Wanaitwa Wade Madadas popote pale mlipo. Amina, nawapenda sana, nawapenda sana. Pia nitambue uwepo wa matron wangu. Naomba atupungie mkono. Amina. Lakini pia nitambue uwepo wa ndugu zetu na majirani zetu na rafiki zetu kutoka Kisindi. Naomba mtupungie mkono. Amina. Studio nisaidie kuwapeleka taratibu wakapumzike dakika 4 ambazo ninazitoa kwa ajili ya uzao mteule. Dakika 4 watapumzika maharusi na ninazitoa kwa ajili ya uzao mteule. Tafadhali tufanye sharp. Wakati huo kwa ya kanisa mtakuwa mkijiseti. Nitawapa taarifa ya kuja hapa. Mungu
unaweza ukaichapa makofi mazuri. Inapendeza sana. Naomba tukamate kisu, tutanyanyua hicho kisu juu kabisa, na mtaniruhusu nitahesabu. Nikifika 100 tu tunakata hiyo keki. Nitahesabu 1, 10, 50, 70, 80, 90, 100 na watu wapige makofi. Ewa. Haya, naomba mtumishi wa Mungu sogee upande huu hapa, nisaidie kupata vipande vya keki kwa ajili ya maharusi wetu. Watalishana keki hiyo. Tunaweza tukarudi katikati hapa, tunaweza tukarudi katikati. Watalishana kuwa mnakula nyumbani kwenu, na kwa kadri itakavyowapa uhuru, na kwa kadri itakavyowapendeza, na kwa kadri itakavyoona inafaa. Mchungaji Mtasa, naomba mlishe mke wako, alafu kimaliza nitampa kazi Diana na yeye. Yaani uwanja ni wa kwenu, siku ni ya kwenu, Yesu ni wa kwenu, Roho Mtakatifu ni wa kwenu. Upige tu makofi na wewe. Haya, sasa nipe nafasi pia Diana na wewe kumlisha mume wako. Diana, kwa taarifa zilizonifikia kutoka kwa ripota wetu aliyepo kule Kashasha, inasemekana mchungaji Joseph Mutasa anapenda sana keki. Kwa hiyo hakikisha unazingatia hilo. Ripota yuko sawa na amefanya upembuzi yakinifu. Habari zimechakatwa mpaka zinafika chumba chetu cha habari, ziko sawa kabisa. Asante sana. Kipande kimoja kwa ajili ya matron, kimoja kwa ajili ya patron, alafu tutaanza kugawa hizo keki. Unaweza kupunguza muziki kidogo. Uko sawa. Ila sema nitaka nimwite Esther, ila basi, lakini basi. Basi, yani basi. Basi, Esther tiki kweta. Okay. Naomba twende. Lazima utakite. Uburudike. Jiachilie. Ila usisahau sema nguvu zako. Sema asante. Wewe ni Mungu. Tena si akati yao. Spend your money. Sema asante. Wewe. Asante sana. Naomba keki nyingine apewe mchungaji Joseph, ataenda nayo mpaka Kisindi, apande nayo wewe. Naomba keki moja atapewa mchungaji Joseph, ile ya asubuhi atapewa Diana, alafu ile ya mchana atapewa mchungaji Joseph. Zote zitakwenda kwenye meza ya viongozi wachungaji wetu. Keki hizo ni kwa ajili ya Bishop Johannes Kasimbazi. Ile ya asubuhi atapewa Diana na ile ya mchana atapewa mchungaji Joseph. Huo ni upendo wa ajabu kabisa. Mchungaji Rulemo atakuwa anajiandaa kwa niaba ya wachungaji wa Rema Tanzania. Asante sana. Mama amesema ipo zawadi kwa ajili yenu na anawapongeza sana. Akimaliza mchungaji Steven Rulema, niombe sasa maharusi nikaifiri furaha alionayo mchungaji Jeni kuiona siku ya leo. Amina. Asante sana familia ya baba na mama Furaha. Naomba sasa niwakaribishe mchungaji hawa. Karibu sana.
kwa ajili ya kupokea zawadi yako ya keki. Baba na mama Furaha, karibuni sana. Baada ya hapo kutakuwa kuna keki kwa ajili ya mchungaji Peter Barnaba. Kutakuwa na keki kwa ajili ya mchungaji Peter Barnaba, mwana wa faraja. Utamsindikiza tu, hataenda peke yake. Usindikize. Ule ushuhuda wa asubuhi tumeusikia. Na atakuwa anafuata Pastor Priska John. Atakuwa anafuata Pastor Priska John kwa ajili ya kupokea zawadi ya keki. Baada ya Pastor Priska John watakuwa ni wainjilisti. Baada ya Pastor Priska John ni wainjilisti wa Rema Miembeni. Wainjilisti wa Rema Miembeni. Baada ya wainjilisti wa Rema Miembeni, Betania Uwabese. Wainjilisti Miembeni, Betania Uwabese. Alafu nitainyanyua familia. Ni wainjilisti wa Rema Miembeni. Baada ya wainjilisti ni Betania Uwabese. Najiuliza vipi ilianzaje kumwamini mwanadamu? Najiuliza vipi ilianzaje kumtegemea mtu? Mwambeze tafadhali. Nisamehe Mungu, nilikusahau. Nisamehe mimi, nilijisahau. Kumbe msiri wangu ana msiri wake. Rafiki yangu ana rafiki yake. Ndugu yangu ana ndugu yake. Siri sio siri. Betania Uwabese tafadhali. Nimeamua nibaki na wewe. Alafu nitainyanyua familia ya mchungaji Godfrey Malima. Msiri wangu kati ya wengi waliopita umebaki wewe. Baada ya familia ya mchungaji Malima, Shenga utasogea mbele kwa ajili ya kuchukua keki. Wakasemezana milele, lakini wewe Bwana umekuja, umeondoa fikra, umefuta zao hila. Leo nikipata familia ya mchungaji Godfrey Malima, karibu sana kwa ajili ya kuchukua zawadi ya keki. Shenga, itakuwa ni nafasi yako. Hiyo ni familia ya mchungaji Malima. Barikiwe sana. Aha. Mshenga tafadhali. Baada ya Mshenga, naomba nitawaita madada wa bwana harusi. Madada wa bwana harusi, dada wakubwa na dada wadogo, na kama tuko na zawadi tunakuja nazo tafadhali. Kama tuko na zawadi tunakuja nazo. Baada ya madada mashangazi, ninyi nanyi itakuwa ni zamu yenu kupokea zawadi ya keki, na mashangazi tutakuja na zawadi zetu vile vile. Baada ya mashangazi, mama wadogo watakuwa wanafuata. Baada ya mashangazi, mama wadogo watakuwa wanafuata. Baada ya mama wadogo, itawaita kamati ili madada, keki kwa ajili ya madada. Tunaweza tukatoa zawadi alafu tumalize, tutakabidhiwa tu keki yetu.
niwakaribishe mashangazi wa bwana harusi. Karibuni sana mashangazi na zawadi zetu kama zipo. Kama hazipo sio kesi. Hao ni mashangazi wa bwana harusi. Baada ya mashangazi, mama wadogo, itakuwa ni nafasi yenu kuja kupokea zawadi ya keki kutoka kwa kijana wenu mpendwa Mchungaji Mutasa. Mashangazi wako mashangazi wanachangamka. Mashangazi wamechangamka. Aya. Haya mama wadogo, baada ya mama wadogo nimesha vijana group. Sio vijana wa Yemeni, vijana group. Karibu kwa ajili ya zawadi ya keki. Na baada ya vijana group basi kamati ninyi mtamalizia. Vijana group karibu sana. Kamati ya maandalizi ya harusi, kama vijana grupu hamapo, kamati tafadhali, kamati ya harusi, kamati. Wapi makofi kwa kamati, twende. Yeah. Kamati mniangalia tu kwenye kitu kufanya Jerusalem.
Asante sana studio, tunashukuru. Jamani kamati, Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigelegele ndugu na kamati kwa kazi nzuri. Ndugu wageni waalikwa, tulikuwa tuna kamati mbalimbali. Naomba ndugu MC, tunapokuja mahali hapa tuondoke tumemaliza jambo letu. Cha kwanza tulikuwa tuna kamati ya chakula. Naomba basi mlipo ndugu DJ uwape watushangilie vizuri. Asante sana kamati ya makaribisho na mapokezi, karibu. Asante sana, nashukuru. Kamati ya ulinzi na usalama. Kamati ya keki popote pale mlipo. Kamati ya usafiri na usafirishaji, karibu. Kamati ya usafi, safi kabisa. Kamati ya usafi popote mlipo. Kamati ya maombi walioweza kutuatamia kuhakikisha kwamba jambo linakwenda sawa sawa. Kamati ya keki, kamati ya mapambo, karibu sana. DJ wanasema wamewanyimia kabisa. Kamati ya video na kamati ya video. Kumbukumbu, sawa. Asante na shukuru. Nadhani kamati zote tumezimaliza. Ndugu wana kamati na washukuru. Basi wanaharusi tunakupongeza sana. Kamati yako tumefanya kazi kwa kadri ulivyoweza kutuelekeza, lakini tunamshukuru Mungu kwamba jambo letu limefanikiwa na tayari sasa sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Na kamati hii tumepata zawadi kidogo. Mungu ametusaidia. Tumeweza kupata 800,000 kwa ajili ya wewe kukusaidia. Tunaomba kukabidhi. Basi kamati, naomba tusogee tupokee zawadi ya keki, alafu wazunguke maharusi kwa ajili ya picha pamoja. Naomba tuchukue zawadi ya keki. Kwa mnajiandaa kusogea hapa, vijana wa Rema Miembeni mtakuwa mnajiandaa kusogea hapa na zawadi yenu. Lakini baada ya Rema Miembeni, Faraja Group Wewe
Asanteni sana. Wale tumebaki nyuma, ongeza hatua tafadhali, ongeza hatua. Hapa Miembeni. Ninaomba tukabidhi zawadi ya keki kutoka Seleno. Asante. Wengine wote sasa tukae nyuma kwa ajili ya picha pamoja. Wakati neno likitolewa na picha inapigwa kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama vijana wa kanisa la Neema tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baraka. Tunajua mtatuvutia na vijana wengine hapa waje. Nafikiri kijana mkubwa zaidi ambaye yeye ameshaenda step zaidi, naomba amalizie. Asanteni vijana wa Rema kwa ajili ya zawadi, kwa ajili ya baba mchungaji Joseph Mtasa pamoja na mama mchungaji. Tulizoea kumuita kaka mchungaji, sasa ni baba mchungaji. Asante sana vijana wa Rema, picha tayari bila shaka. Naomba sasa tukabidhi zawadi. Barikiwe sana. Wakati wa Faraja Group tunasogea hapa na kwaya ya kanisa. Asanteni Faraja Group. Barikiwe sana. Barikiwe Faraja Group. Tusogee hapa kwa ajili ya picha pamoja. Tusogee hapa kwa ajili ya picha pamoja dakika moja. Picha pamoja tayari, basi Faraja Group mbarikiwe sana. Asanteni sana. Asante sana studio. Asante sana studio. Asante studio. Bwana Yesu asifiwe. Inaomba nieleweke hivi. Waliokuwa wanakuja hapa wote walikuwa wanakuja kwa ajili ya zawadi za keki. Bwana Yesu asifiwe. Zile familia, watu binafsi, mitaa, sijamgusa hata mmoja. Kwa zawadi zote bado tunazo.
Ninaomba tutoe nafasi hii kwa kumheshimu Mungu kwa ajili ya neno, na baada ya hapo tutaendelea na zawadi. Si useme amina sasa? Ukiwa umeshika zawadi yako vizuri, sema amina nikusikie. Sema amina nyingine. Niongezea dakika nyingine kama 5 za kusubiri, sema amina. Studio nisaidie kuwapa nguvu kwaya ya kanisa wakati marusi akamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye Adamu. Akamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye Adamu. Kutoka katika ubavu wake alitokea mwanamke Adamu. Kutoka katika ubavu wake alitokea mwanamke Adamu. Adamu akasema huyu ni mfupa kati ya mifupa yangu. Akasema tena huyu ni nyama kati ya nyama yangu. Adamu akasema huyu ni mfupa kati ya mifupa yangu. Tena akasema huyu ni nyama kati ya nyama yangu. Ataitwa mwanamke kwa kuwa ametoka katika ubavu wa mwanaume. Ataitwa mwanamke kwa kuwa ametoka katika ubavu wa mwanaume. Kwa hiyo mwanamume ataacha baba na mama yake, ataambatana na mke wake. Kwa hiyo mwanamume ataacha baba na mama yake, ataambatana na mke wake, watakuwa mwili mmoja, watakuwa mwili mmoja, asema Bwana. Si wawili tena, bali mwili mmoja. Bwana amewaunganisha wamekuwa mwili mmoja. Si wawili tena, bali mwili mmoja. Bwana amewaunganisha wamekuwa mwili mmoja. Bwana amewaunganisha wamekuwa mwili mmoja. Si wawili tena, bali mwili mmoja. Bwana amewaunganisha wamekuwa mwili mmoja. Si wawili tena, bali mwili mmoja. Bwana amewaunganisha wamekuwa mwili mmoja. Oh, unaheri wewe, unaheri mwanamke mwema. Oh, unaheri mwanamke mwema. Na tena umenipatia kibali. Asante sana kwaya ya kanisa, barikiwe sana. Na sasa kwa nafasi hii naomba kwa dakika chache nimkaribishe mtumishi wa Mungu ili aweze kutuletea ujumbe mahususi kabisa. Wageni wetu kutoka Kisindi na waalikwa wote mliofika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba nitumie dakika kidogo kwa ajili ya neno la Bwana, na naomba mlipokee kadri litakavyokuwa natiririka. Bwana Yesu asifiwe. Naomba MC unisomee Mwanzo 31 mstari wa 1 hadi 34. Biblia inasema, basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Laban wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Laban ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja na nyikani kwenye wanyama wake. Akawaambia, naona uso wa baba yenu kwamba hanitazami vema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru.
aliposema walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, na aliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako uone mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Laban. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Raheli na Lea wakajibu akamwambia, je, imetubakia sehemu au rithi katika nyumba ya baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndiyo yetu na ya wana wetu. Basi yoyote Mungu aliyokuambia ameyapata, na wanyama aliyowapata katika Padan Aram, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Basi Laban alikuwa amekwenda kuwakata manyoya ya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Yakobo akamhadaa mlima wa Gileadi. Hata siku ya 3 Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika milima ya Gileadi. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi njema ambayo umetupa mahali hapa tunapokwenda kulitafakari neno lako. Naomba Bwana Yesu ukawe pamoja nasi. Shika mioyo ya watu wote walioko mahali hapa wakaweze kulisikiza neno hili, likaweze kupandwa ndani ya mioyo yao na likaweze kuwaponya kwa namna moja au nyingine. Ninaomba yote Mungu ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kisa wapendwa, tulichokisoma ni kirefu sana, lakini kinaweza kutufundisha mambo mengi siku ya leo. Kwanza nawapongeza bwana harusi na bibi harusi kwa ajili ya siku ya leo. Hiki kisa kinawahusu nyie. Bahati nzuri mchungaji wetu umekuwa mwalimu mzuri wa Biblia, umekuwa ukichimba sana Biblia, lakini na leo na sisi ni zamu yetu na sisi tukufundishe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumfundishe. Ni mchungaji wangu, lakini na mimi ni mwalimu wake, kwa sababu nina miaka sasa, tarehe 5 mwezi wa 7 nitafikisha miaka 29 kwenye ndoa. Kwa hiyo inawezekana umefunga ndoa na kwenda kuwa na mke wako, lakini mawasiliano lazima yawe muhimu sana kabisa. Yaani anaacha. Sasa unaona kusudi lake la kumtumikia Mungu ilikuwa ni kwa ajili ya kumtafuta mume au mke. Baada ya kumpata anaacha. Kwa mchungaji, tunakuomba mawasiliano yawe ya karibu na Mungu, lakini vile vile mawasiliano mengine ni ya mke wako, wewe na lazima muwasiliane vizuri. Yaani mawasiliano vizuri. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wewe sasa hivi unamwacha baba ajui au mke wako ajui, unaanza kumpigia baba simu, ndiye anajua akiwa wa kwanza. Hiyo ni kosa. Yaani sasa hivi mko kwenye safari. Na mimi kichwa changu cha somo hapo nimesema unakwenda na nini katika maisha ya ndoa? Hii safari unayoiendea. Yaani hapa tuko tunawaga ili muende kwenye ndoa yenu. Unakwenda na nini? Unakwenda na nini? Kwa hiyo lazima mawasiliano ni kitu muhimu sana. Na msisikilize sauti za wageni. Kwa hiyo nasema sauti za wageni. Sauti za wageni ziko nyingi sana. Au mke wako ni mbaya, ndiye anaweza kukuua. Na mtu anaondoka, anasema mimi nimeota ndoto mbaya kwamba wewe unaweza kunimaliza. Mtu anaondoka kwenye ndoa. Kuja kwenu ni kweli? Miyapime. Muone kama ni kweli Mungu amewatuma kufanya jambo hilo. Sasa hivi mama mchungaji, ndoa tumeshaifunga. Biblia inasema hivi, kilichofungwa duniani kimefungwa na wapi? Na mbinguni. Kwa hiyo maana yake hakuna sauti yote ya wageni unaweza mkaipokea sasa hivi. Yaani hata leo ya kusema ukuwa mpango wa Mungu. Msikubali, hiyo sio sauti ya Mungu. Sio sauti ya Mungu. Yaani sio sauti ya Mungu. Yaani leo hii inakwambia Bwana,
yani umekosea, alikuwa ni mtu mwingine. Yani sasa hivi havipo, tumeshafunga, mmefunga kabisa, na nyinyi wenyewe mmeshazungumza. Kila mtu anasema wewe ni mpenzi wa moyo wangu, wewe ni mpenzi wa moyo wangu. Sisi nini nimesema sasa hivi? Mara nyingi siku kama hizi watu wanasemaga maneno mengi sana, tunawasikiliza, lakini baada ya muda hayaendelei, kwa baadhi hayaendelei. Maana yake ni kwamba, Mchungaji Mtasa, moyo wako unahamia kwa huyu, kwa mke wako, lakini na yeye moyo wake unahamia kwako. Yani ndivyo ilivyo. Unaona hata kisa cha Lea. Lea ndiye alikuwa mke wa kwanza ambaye Yakobo alikuwa anampenda, lakini pale mzee Labani akafanya ujanja, akambadilisha, akampa Lea. Lakini bado tunaona jinsi alivyoendelea, moyo wake ulikuwa bado huko kwa nani? Kwa Raheli. Yule alikuwa naye tu, japokuwa alizaa naye watoto, mweza naye watoto, lakini bado Lea ndiye alikuwa ndani ya moyo wake. Raheli ndiye alikuwa ndani ya moyo wake. Samahani hapo nilikuwa nimekosea. Raheli ndiye alikuwa ndani ya moyo wake. Hao wengine alikuwa nao tu, alikuwa anazaa nao tu. Kwa hiyo na wewe mchungaji, tunakusii huyu ndiye awe ndani ya moyo wako, si mtu mwingine. Sio mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo ndio maana nikasema hapa, unakwenda nini katika maisha ya ndoa? Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kasafiri navyo. Tunaona hapa Raheli ambaye ndiye alikuwa anampenda sana Yakobo, bado wakati anaondoka kwa wazazi wake, bado kuna vitu aliondoka navyo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kuna vitu aliondoka navyo. Hawa leo ndio wanaondoka, wanaenda kwenye ndoa yao. Sasa na sisi ambao tuko kwenye ndoa, hivi wakati tunaondoka, tuliondoka na nini? Kila mtu ajiulize, ajipekue. Uliondoka nini kwa wazazi wako? Uliondoka na nini kwa baba yako? Unajua kuna vitu vingine vinasumbua ndoa, kwa sababu kuna vitu ulivibeba, uliondoka navyo. Ni bibi yako anakuambia, mwanangu, mjukuu wangu katakusaidia. Mama anakupa jitu, anakuambia katakusaidia. Baada ya kuondoka na Yesu hapo nyumbani, wewe kuna vitu unaondoka navyo, unatembea navyo. Tunamwona na Raheli aliondoka na vinyago vya baba yake. Na aliondoka navyo. Kwanza Yakobo alikuwa anajua kwamba ameondoka navyo, lakini aliondoka navyo. Binti mkubwa aliondoka navyo, akaendelea navyo mpaka Yakobo akagundua kwamba huyu ameondoka na vitu vyake. Lakini bado tunaona Yakobo anamtetea. Au inawezekana labda alikuwa ajui, au alikuwa anajua. Kiendelea kukisoma kile kisa, bado wakati yule anapekua, walifanya bado ujanja. Walifanya ujanja wakuonyesha kwamba hivyo vitu hawajavichukua. Kwa hiyo wapendwa, na sisi tujioji, tuliondoka na nini? Kuna vitu vingine inawezekana uliondoka navyo bado vinakusumbua mpaka leo. Yaani hapa Mchungaji Mtasa, na wewe unaondoka nyumbani. Sio kasema mimi ni kwetu bado nakaa kwetu. Na wewe unaondoka. Wewe utaondoka, yani kwa namna ambayo wewe utafikiria hujaondoka, lakini umeondoka. Sio unakwenda kujenga mji mwingine. Mwalimu Diana, na wewe unaondoka, unahama. Unaondoka kabisa, yani unaondoka. Unakwenda kukaa na mume wako. Kwa hiyo lazima muangalie, mjipekue. Hata na nyie mjipekue. Sio kusema mimi mchungaji, mchungaji, mimi hakuna vitu. Vingine unajua wakati mwingine unaweza kuondoka navyo bila kuvijua. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Unaweza kuondoka navyo bila kuvijua. Ni kama leo tutaleta zawadi. Zote si za kwenu. Watu wataleta zawadi na hivyo visa vimetukia, sio vya kutunga. Watu hapo wameleta zawadi, wamewaletea vitenge, wengine wanaleta mashuka, wengine wanaleta vitu mbalimbali. Lakini kwenye watu hao kuna watu wengine si wazuri. Ndio vinyago ndio vizungumza. Wengine sio wazuri. Kuna kisa kilitokea sehemu fulani. Mama aliandaa vitenge kwa ajili ya kitchen party ya binti yake. Akaviandaa, akaondoka navyo. Katoka hapa kaenda mkoa mwingine. Mebeba zawadi nyingi wakina mama wamemletea. Hizo zawadi hizo, vingine ni vinyago. Yaani vingine ni vya ajabu kama hivyo vinyago. Kwa hiyo binti alipokuwa akijifunika kile kitenge, anawashwa mwili mzima. Na anakumbuka aliyemletea ni mama mkwe. Kwa hiyo kina mama wako, jamani, pole sana. Mnasingizwa vitu vingi hata visivyo wahusu. Mama mkwe, baba wako wao wanaga kesi, lakini mama wako. Lakini hapa kila mama yote mama mkwe mtarajio. Sio kasema mimi havinusu. Akapeleka zawadi. Peleka ile binti anawashwa kile kitenge akijifunika. Anawashwa. Sasa kijana wake akasema, "Mama,
wewe ndio umeleta vitu kwa ajili ya kumharibu mke wangu. Yaani ilikuwa kesi nzito wapendwa. Ilikuwa kesi nzito na haikuisha. Yaani haikuisha. Yaani hakuamini, yaani kijana hakuamini, alisema ni wewe mama umevileta kwa ajili ya kumjeruhi mke wangu. Kawa shida. Kwa hiyo mchungaji, katika hilo hizi zawadi zote mnaondoka nazo, lakini mzipekue. Yaani sio kila zawadi, yaani na mzipekue pamoja. Mnapekua, mnaangalia kila zawadi, halafu mnakuja kuziombea, mnazimwagia damu ya Yesu. Yaani lazima mfanye hivyo. Msikafikiri yaani zawadi. Vingine ni vinyago. Vingine inakuwa ni vinyago vya unavipokea wewe vya kukudhoofisha katika huduma. Inakudhoofisha katika huduma. Kwa hiyo lazima hivyo viangalie. Uangalie zile zawadi, lazima uziombee. Mwingine anaweza kusema sasa mkutano mkubwa jamani, sisi wapendwa. Zawadi nyingine inaweza kuwa umenunua, yaani wewe una shida. Lakini ulikoinunua ndio kuna shida. Wewe unasema mkutano wa Bwana wote huu, watu tunampenda Yesu. Sasa hivi vinyago vinatoka wapi? Vinyago vinakuja. Hata kwa wapendwa vinatokea. Unasikia mchungaji? Vinaweza vikatokea kwenye zawadi hizi. Angalia na maneno yaliyoandikwa kwenye hizo kanga. Uangalie ni maneno gani? Ni ya vijembe, ni ya kukusuta, ni ya kufanyaje, ni ya kukuaga. Angalia wameweka nini? Wamesema nini? Vingine kama havina maana, choma moto. Hauna sababu ya kukaa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji, hayo nawaambia kama maneno ambayo tumekutana nayo katika maisha, tunayaona watu wanaathirika kwa namna hiyo. Kwa sababu wewe ni mgeni, maisha ndio yajui. Lakini na lingine tuliloliona, Yakobo alitoroka. Alifanya nini? Alitoroka kwa baba mkwe. Kulingana na mali alizonazo alitoroka, akuaga. Baba mkwe anamtafuta, anamwambia bwana, sasa ungefanya sherehe nikakuaga, umekuwa na mali nyingi umezalisha hapa, una watoto wangu, mabinti zangu wawili, una wajukuu. Kwa nini ukufanya hivyo? Kwa hiyo mchungaji, tunalokuomba na wengine mnasikia, wewe unaaga, si uko unakaa peke yako. Sasa hivi umepata ukoo unamuaga. Unaaga, unasema nimeenda sehemu fulani. Na mama nao unaaga. Unaaga, sio tumkuwa kila mtu uko peke yake. Lazima uage. Hata sisi nyumbani watoto tunawafundisha, unapotoka nyumbani mtoto, aga, useme unaenda wapi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mchungaji, hilo ni zoezi. Hayo ni mambo ambayo uko nayo. Kwa hiyo lazima uage, mama uage, mama mchungaji uage kwamba nimefika sehemu fulani. Lazima uage. Bwana Yesu asifiwe. Nakwenda kumalizia. Kama nilivyosema, unakwenda nini katika maisha ya ndoa? Mambo mengine lazima kila mtu ana mambo ambayo matamu. Lakini huyu nimekuwa tumwambia hivyo. Kwa hiyo wewe lazima muelewe kwamba kuna mambo mengine mtajifunza. Kila mtu anajifunza kwa mwenzie. Lazima ajifunze. Na kila siku ujifunze. Na Biblia imetuambia hivi, baba mchungaji, kwamba sisi tunakaa na akina mama, unakaa na mke wako kwa akili, sio kwa roho, ni kwa akili. Kaeni na wake zenu kwa akili. Alafu usije na ule msemo hao mama mchungaji kwamba ile wakina mama wanaume wa siku hizi. Jamani, watu wao ndani ya Yesu, wanaume wa siku hizi visiwepo kwetu. Yaani visitamkwe. Yaani unamwangalia mama unasema lakini wanaume wa siku hizi. Jamani, una miaka karibu 29 kwenye ndoa. Kuna mzee hapa, mzee bwana karibu miaka 50 na aseme wanawake wa siku hizi. Yaani havitakiwi. Lakini vitatakiwa, vitaonekana vipo kama utakuwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama utakuwa ndani ya Yesu ni haraka kusema hivyo. Au kusema wanawake wa siku hizi, wanaume wa siku hizi, kama hauko ndani ya Yesu lazima yatatokea. Mtu atakaa kwenye ndoa kiujanja. Tunaona na hawa, alafu mengine ni watu makundi unayokaa nayo. Tunamwona Labani na Yakobo, mengine Yakobo aliyapata kwa sababu alikaa na Labani. Labani alikuwa mjanja. Lakini Yakobo akawa mjanja. Japokuwa sasa Labani ndio aliyemsababishia, lakini alionekana Yakobo ndio akapewa jina la kwamba
tafsiri yake ni mjanja, ni mnyang'anyi. Lakini alianzia kwa Labani, ujanja aliokuwa nao. Ameenda kutumia Raheli akambadilisha akampalea. Sasa ndio akawa anaona, yani anamwambukiza zile tabia. Kwa wakati mwingine lazima hiyo mielewe kwamba kila mtu anapohama kutoka kwenye familia kuna mtu mwingine, binadamu hatufanani katika tabia. Kwa hiyo kuna tabia zingine mwenzako anaweza kuona sio nzuri, mwingine akaona ni nzuri. Kuna baba wengine kama mko hapo basi mtanisamia. Yeye akifika ndani anavua soksi, anarusha kule, viatu anarusha kule. Kila usikana mko hapo yeye apendi. Kama apendi, wewe itabidi ukusanye, wewe ukusanye vitu pamoja. Atakuwa na go. Wewe kila mtu anajifunza kwa mwenzie. Na bahati nzuri ni walimu. Nasoma psychology. Kila mtu ajifunze kwa mwenzie. Na mimi karibu natakufikisha miaka 29 kwenye ndoa. Lakini huwa anamwambia mke wangu kwamba mimi kila siku najifunza kutoka kwako. Lazima nijifunze. Mke hawezi kufanana siku zote tangu unavyomwona hivi. Sio siku hizo wengine. Unamwona hivi, lakini baada ya muda atakuja kunawa vyote hivi, atafanana hivi. Sio utafikia atakuwa anafanana hivi kwa wewe. Atafanana hivi. Lakini kadri atakavyoendelea kukaa na wewe, kuna vitu vingine atabadilika tabia. Sisi sio kasema baada ya hizi tabia kubadilika arudi kwao. Kuna kina baba wengine na tabia hiyo baadhi. Yaani akija kujifungua anasema aende ajifungulie kwa mama mkwe. Sasa kwa nini usikae naye mpaka atoza kujifungua? Anaenda kufanya nini? Kuna wewe sio alishakupa mke. Unasema unamuuza mkao kama ameenda kujifungua nyumbani tena anamrudisha kwa mama yake mzazi. Wala amrudishi kwa mama mkwe, anamrudisha kuleta akijifungua kaka vizuri anarudi kwake. Kwa hiyo ina maana wewe unakaa na mtu ambaye anaonekana yuko fit. Changamoto zote anazokutana nazo hazikuhusu. Mchungaji zinakuhusu. Sio kasema hapo wananisubiri huko wananisubiri, kuna wakati mwingine zitakuhusu. Hakuna atakayezichukua hizo changamoto, ni wewe mwenyewe utazibeba. Lakini vile vile kama mchungaji kuna changamoto unazokutana nazo mchungaji. Tena za kwake, wakati mwingine za mashauri, watu wanakuja kwake, wakina mama, wengine ni majaribu tu. Wala hawana shida. Wanakuja kukupima kilo chako kikoje. Wakati wanapokuja na huyu mama mchungaji hawepo, kuna mengine majibu atayatoa yeye sio wewe. Sasa wewe kwa nini wakutembelee wakina mama tu, wakina baba wakutembelee? Lazima hapo ujiulize. Hiyo ni swali tu. Kwa nini ndio wakutembelee? Hiyo ni mashauri. Wewe ni lazima na wewe mtu simu na mama, ngoja hapa tukusikilize. Ukifanya hivyo mambo yatakwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokwenda kumalizia, kwa hiyo lazima mfungue mioyo yenu. Usibakize. Yaani usibakize. Huyu ndio mwenzi wako wa maisha na wewe ndiye mwenzi wako wa maisha. Kwa hiyo usibakize kutoka, yaani ufungue moyo wako kwake. Yaani lazima ufungue. Kwa sababu usipofungua maana yake kuna mahali pengine utakuwa unawafungulia watu wengine moyo wako. Kwa hiyo lazima leo uko kwenye safari ya kuhama. Hiyo safari unakwenda na nini? Hiyo swali tuende nalo. Kwamba unakwenda na nini? Unapokwenda kumalizia kwamba mnachotakiwa ni kuendelea kumtumaini Mungu. Ndoa yenu ikae ndani ya Yesu. Yaani ikae ndani ya Yesu. Tofauti na hapo, changamoto huwezi kuzikwepa, zitakuwa nyingi mno. Kwa hiyo ni lazima ikae ndani ya Yesu. Ulivyokuwa unampenda Yesu hujaokoka au hujaoa na hujaolewa. Yaani sasa hivi unatakiwa muongeze spidi ya kumpenda Yesu, maisha ya kumpenda Yesu, hata kama mtaongezewa huduma, lakini lazima mumpende Yesu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchungaji ameomba pale, mtajaliwa watoto. Kwa hiyo watoto na hao lazima mwalee katika njia inayompendeza Mungu. Yaani msiwaache, mtembee nao kabisa. Na hapo kuna changamoto zinajitokeza. Kuna changamoto zitatokea. Wanakuambia hivi, mama kama mjamzito ni lazima kwa bwaya. Lazima ni dawa za mshana. Hiyo ni changamoto na yenyewe. Yaani unaweza kuona ni ndogo. Unaitwa mpaka kikao. Wewe unasemaje hadi dawa za mshana kwa baba yetu mchungaji? Kama wachungaji wote watoto tunajua kila mmoja 2 3 mbona wanakunywa? Wewe unatuambiaje? Mtoa wapi huyu ambaye anakataa? Kwa hiyo hayo ni maamuzi, muamue wenyewe. Yaani muamue wenyewe. Mtumaini Bwana Yesu.
atawasaidia. Watakwambia inaitwa hivi, inaitwa hivi. Tena wanakutenga unasema, "Hiyo unataka kuzaa? Unataka kuzaa?" Sema ndio. Sasa fanya hivi. Fanya 1 2 3. Sasa hiyo ni mtihani mkubwa, lakini ni wa kawaida kama unampenda Yesu. Na watu watakao kuambia hayo wapende wala usiwachukie. Kwa sababu wengine watakuwa ni mzazi kabisa. Unasikia mchungaji? Utakuwa ni wazazi. Wazazi kabisa anakuambia. Wewe lazima. Mimi nayewaambia hayo nimeona Mungu amenisaidia. Amenisaidia. Nimewaambia sasa hivi mwaka wa 29 tarehe 7 tarehe 5 mwezi wa 7 nafikisha miaka 29. Hata mimi niliitwa na baba yangu. Kaambia tunakuhitaji kijijini. Akasema anakuja. Sasa unajua tunakuja, wewe ni msomi, ni mwalimu. Na baba yangu yako niambia mwalimu. Hivi vya kuniita Geoffrey kama mtoto, alikuwa anaita mwalimu tangu nimeanza kazi. Sema mwalimu. Unajua kuna watu wengine wanawaheshimu walimu. Japokuwa kuna wengine walimu wao mnatuona sisi mnatuonaje? Sisi tunatuona. Yeye nilipoanza kazi ananiita mwalimu. Kiwa kijana wa miaka 22. Sasa hivi 60 kasoro. Ananiita hivyo. Kaniambia sasa mwalimu, unajua umeoa. Huyu mke kwa bwana yetu anatakiwa anywe dawa. Na yeye nilikuwa naongea naye ni daktari wa mifugo. Kwa hiyo sikuwa naongea na mtu ambaye sio mwanasayansi. Akaniambia anatakiwa anywe dawa. Sasa nikamwambia baba, mimi nakupenda, mama nakupenda. Lakini mimi ninavyomwamini Yesu. Na niwaambia niliokoka. Niliokoka nikiwa kijana kabisa. Na nyinyi mnafahamu matendo makuu ya Mungu aliyonitendea. Kwa kweli mimi jinsi nafasi ninayomwamini Yesu sio ni sababu. Kama mimi nawapenda, sina kesi na nyie kabisa. Nyie mkae, mtulie, muone tunavyoendelea na Bwana Yesu. Kwa kweli hatuhitaji. Wale niita mimi kwa sababu aliona huyu ndio tunafanyia nyingine kabisa ya mambo mengine kabisa. Yaliyo mazuri na mtukuza Mungu zaidi hapo. Basi nikaendelea mpaka leo mnavyoniona. Mnavyoniona niko hivi. Hizo dawa mimi sijui. Sawa, wengine watasema wanasayansi, wewe hujui kama dawa zinatoka kwenye miti? Bosi wanasikwambia zinatoka huko, lakini mfuatilie zinatoka wapi? Sawa, zingine unaweza kusema mbona ni sayansi nile, lakini muangalie taratibu za kweli. Hizi za hospitali unaona kuna masharti mbalimbali wanawaambia. Nakupa dozo kusema 2 mara 3 mara. Lakini zingine. Mambo yanakuwa ni mengi. Hawa wanaotoa wewe kuwauliza habari za Yesu wakakwambia, unasema Yesu kama umekuja hapa, Yesu usimzungumze Yesu, wache tukuhudumie. Kwa hiyo maana mimi niliacha. Sio kama nilikuwa situmii mwanzoni. Kwa situmia, lakini baadaye niliacha. Kwa sababu mama mmoja aliniuzi kwa anakwenda anisumbua, anasema na baroko kimbaija anafanya hivi. Anasema sio unapokuwa unavitema hivi. Yaani hapa na walukuru wanafikaga hapa. Sema sasa mimi naamua mimi sitakuja. Yaani baada ya kwa sikurudi tena kwake. Sasa sikuwa nasimia, nikaamua kusema na hapa tena kamuza. Baba akaniambia. Akasema sirudi. Mungu ameendelea kunisaidia mpaka leo. Kwa hiyo nawaambia ni maisha ambayo tunaishi. Kwa maneno haya, kuna watu inawezekana mko mahali hapa hamjamwamini Yesu. Yaani hamjamwamini Yesu, unajua kwamba hujaokoka. Hebu tukimalizia hapo, tunapomalizia tuweze kuonana kwa sababu ya muda, ili Mungu atusaidie na wewe uingie katika kundi la Yesu. Umwamini Yesu kama Bwana mkuza maisha yako. Atakusaidia. Wewe tuliokoka bado tukiwa vijana. Mpaka sasa tunaona uzuri wa Yesu. Uzuri wa Yesu ni mwingi mno. Tuwezi kuelezea, lakini kabla ya kumalizia, naomba na mke wangu aje hapa mumuone, ili mumuone na ili mfahamu. Yesu anawasaidia wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti niliyosema si kweli? Yako sawa. Mungu anatusaidia. Anatusaidia kabisa. Penda mchungaji, uendelee hivyo. Bwana atakusaidia. Ukiwa ndani ya Yesu,
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapokwenda kumalizia, naomba wale ambao wanahitaji maombi, kuna watumishi wa Mungu wako mahali hapa, watatusaidia, watawaombea changamoto zilizo kwenye ndoa. Siku ya mchungaji Mtasa leo, ili uondoke unasema niliokoka kwenye siku ya mchungaji Mtasa ya kufunga ndoa. Kama wapo basi, kama wapo, mimi nijitambulishe, naitwa Geoffrey Rutarara, nimeokoka na mpenda Yesu, naendelea kumtumikia Mungu katika kanisa la Rema Outreach Church. Changamoto nyingi mchungaji, watoto wana changamoto nyingi, na wewe unafahamu, wanahitaji Yesu, wanamhitaji Yesu. Umeona kanisa kubwa hili, tuna vijana ni wengi sana wanamhitaji Yesu. Kwa hiyo tusiache kuhubiri Injili. Watoto wanaprojeza kwa sumbo katika safari ya maisha ya ndoa. Baba, wabariki uzao wa tumbo lao katika jina la Yesu, na mambo mengine yote. Amina. Wote tuseme amina. Barikiwa na Bwana. Mambo machache sana wakati tunapomalizia ratiba yetu. Zipo zawadi ambazo zilisalia katika kutoka kwenye mitaa, makanisa ya nyumbani. Watu wa Kemondo, kama bado mpo, nilitegemea mtakuwa mshafika hapa. Watu wa Kemondo, kama mpo, nilitegemea mtakuwa mshafika hapa. Writers, naomba kile kitunga. Kemondo tafadhali, kanisa la nyumbani la Kemondo. Watu wote wa Kemondo, zawadi zote zilizobaki kutoka Kemondo, zawadi zote zilizobaki kwa bwana harusi, Julia huduma, wanafunzi wa Betania, wanafunzi wa Betania, wanafunzi wa Betania, uongozi wa Betania Secondary School, uongozi wa Betania Secondary School, Happiness kutoka Bugandika, Happiness kutoka Bugandika, Happiness kutoka Bugandika. Wafanyakazi Betania, watumishi wa Mungu kutoka Kegoromola, Rema Kegoromola, kanisa la Kiabajwa, Rema Kiabajwa, Virtual DJ. haya. Nathani, karibu sana. Nathani rafiki wa bwana harusi. Wachungaji wa Rema, wachungaji wa Rema Tanzania, wachungaji wa Rema Tanzania, karibuni sana wachungaji wa Rema Tanzania. Diana, Derio, wadada wanaoishi na Madam Diana, karibuni sana, karibuni sana. Wadada wanaoishi na Madam Diana, watu wa Nyakanyasi, watu wa Rume, kanisa la Kahororo, kanisa la Mafumbo, kanisa la nyumbani la Migera, kanisa la nyumbani la Chabitembe, kanisa la nyumbani la Matopeni, Migera, Chabitembe, Matopeni, kanisa la Mafumbo nimekwisha kuwaita, kanisa la Kahororo na ninyi pia, kanisa la Rema Kabale Gwarama, kanisa la Rema Gwarama Kakoko, Kasigwa family nimekwisha kuwaita, kanisa la Kahororo
kanisa la Kahororo, kanisa la Kisindi, kanisa la Kisindi, kanisa la National Housing. National Housing watafuatiwa na Magoti, kanisa la nyumbani la Magoti, kanisa la Kisindi, kanisa la Hamgembe, kanisa la nyumbani la Hamgembe, kanisa la nyumbani la Kisindi, Mr. na Mrs. Ikera, familia ya Mr. na Mrs. Ikera, karibuni kwa zawadi. Kanisa la nyumbani la Miembeni, kanisa la nyumbani la Miembeni, kanisa la nyumbani la Rudishenye, kanisa la nyumbani la Rudishenye, kanisa la Kabitende, kanisa la Miembeni, kanisa la Rudishenye. Barikiwe sana watumishi wa Mungu. Sisters in Christ, sisters in Christ, sisters in Christ. Media team kutoka Rema Miembeni, timu ya media kutoka Rema Miembeni. Barikiwe sana watu wa mafungo, timu ya media kutoka Miembeni. Zawadi ya Radio Ruguli, asante sana mama family. Familia ya Mr. na Mrs. Eric Karugendo, familia ya Mr. na Mrs. Eric Karugendo, familia ya Mr. na Mrs. Eric sana. Sisters in Christ, mnaona na mmependeza sana. Naomba niwanyanyue watu wote waliosalia, ndugu jamaa na marafiki, wakiongozwa na Fredi kutoka Kisindi. Karibuni sana watu wa Bunyakera, mbarikiwe. Kanisa la nyumbani ya Bunyakera, mbarikiwe sana. Wakati huo wale walikuwa na zawadi kwa ajili ya wazazi wa bwana harusi, nitawaomba tuziandae zawadi zetu kwa ajili ya kuzitoa wakati harusi wanakwenda kwa wazazi kwa ajili ya kupewa zawadi zao. Ndugu jamaa na marafiki, karibuni sana. Watu wa Bunyakera mbarikiwe, watu wa Matopeni mbarikiwe, watu wa Kashai Harisi mbarikiwe, Mr. na Mrs. Eric mbarikiwe, wapi Geraldina Sirigioni, wapi Aida, wapi Mama Irene, kwaya ya kanisa mbarikiwe sana. Vijana wote wa Rema Miembeni
tunaomba tusiondoke. Kuna jambo muhimu linatupasa. Zawadi kutoka Radio Rumuli. Zawadi kutoka Radio Rumuli. Wanafamilia wote wa Radio Rumuli, wadaaji wa maudhui wa Radio Rumuli, watendakazi wa Radio Rumuli, kokote mliko tafadhali, wale wadaaji wa maudhui wanaotengeneza vipindi, wale watendakazi wa Radio Rumuli, darasa la masters la theology, barikiwe sana. Watendakazi wote wa Radio Rumuli, karibuni sana. Sana kwa kutumikia Mungu kupitia Radio Rumuli. Asante sana. Asante sana. Inapendeza kabisa. Vijana wote wa Rema Miembeni tusiondoke. Vijana wote wa Rema Miembeni tusiondoke. Kuna jambo muhimu linalotuhusu. Studio unaweza kukamata kidogo. Unaweza kukamata kidogo. Asante sana. Basi kwa nafasi hii ya kipekee kabisa, naomba niwaruhusu maharusi waweze kufika kwenye meza ya wazazi kwa ajili ya kupokea zawadi kutoka kwa wazazi, na baada ya hapo itatoa maelekezo. Wale tulikuwa na zawadi kwa ajili ya wazazi wa bwana harusi, tafadhali ni vizuri sasa wakati wao wanakabidhi zawadi kwa vijana wao, na sisi tuwe tayari kwa ajili ya kukabidhi zawadi kwa wazazi wa bwana harusi. Vijana wote wa Miembeni tusiondoke. Vijana wote wa Miembeni tusiondoke. Jenga maisha wenye kusikia na kutenda, ni kama mtu mwenye busara. Yesu ni mwamba wangu, sitikisiki kamwe. Nitacheza mbele zake, maana amenisitiri. Yesu ni mwamba wangu, sitikisiki kamwe. Nitacheza mbele zake, maana amenisitiri. Semeni! Yesu mfalme wa utukufu. Vijana wote tunaomba tusiondoke. Vijana wote tunaomba tusiondoke. Asante studio, unaweza ukashikilia kidogo tupate neno kutoka kwa baba. Siku ya leo ni neno labda mawili. La kwanza napenda kushukuru uongozi wote na washirika wote wa Rema. Kweli mmefanya la ajabu, na mfikishie Barnaba, mfikishie maneno haya Barnaba mahali alipo mchungaji, maana amesema neno moja kwamba Mutasa anajua Kiingereza. Sasa sikujua amezungumza mchungaji Mutasa au baba Mutasa alimzaa Yosefu. Sasa nataka kumpa neno lingine la Kimombo zuri sana, la kihaya kabisa kabisa.
inasema hivi, Rema katika kuhubiri Injili, you are second to none. You are second to none. Mtatafsiriwa na wenye kutafsiri, naona wako wazungu wengi hapa kwenu. Vizuri mnapofundisha katika lugha zote. Maneno ya Kihaya mengine ni mazuri sana, mafupi yanaeleza kweli kweli. Hilo moja. Na nawashukuru pia kwa kumlea huyu kijana. Leo amenikumbusha utoto wake alipokuwa mdogo au kwa klabu yake. Huyu alikwenda huku, huyu amehamia huku, huyu anachezea huku. Kichwa chake kilijaa mambo hayo. Kwa hiyo alirudi nyumbani akiwa mchafu kweli kweli. Alikuwa anapenda kucheza mpira akiwa kipa, anajifurudisha hata mpira asipokamata anajibiringisha. Aligombana sana na mamake. Lakini huko ametoka. Kichwa sasa kumba amekigeuza, sasa kinahubiri Injili. Memory. Na hiyo memory huwa mimi nikimsikiliza nasubiri afanye kosa. Mimi pia ni mwalimu. Self-ordained. Mimi pia ni mwalimu. Na tangu mwanzo babangu alitaka niwe mwalimu, ndio walimu nikachomoka huko. Lakini kumbe walimu unakuja kabisa kwenye familia. Biblia anakwenda nayo na kae nayo, itampa baraka. Itampa baraka kwa sababu una mambo mazuri kwa upande wote, kwa michezo yapo, kwa kuhubiri yapo, kwa kila namna. Mpende sana mkeo, anaona rangi hiyo kama mama mkwe pale, japokuwa mama mkwe wamesemwa maneno sana, lakini kwangu hayuko hivyo. Mama huko alikotoka nimeshamuona yuko mtaratibu, baba mtaratibu. Labda anafikiria amekosa, kumbe ni amepata, umepata heshima. Mimi niliwahi kuwaoza binti zangu wawili kwa mwezi mmoja na walitaka kufunga siku moja. Bahati iliyoje! Wengine kweli wanataka kuingia kwenye ndoa, wengine wanakimbia kwenye ndoa, lakini walioko kwenye ndoa, tokeni huko nje muipate. Nje kuna mahubiri mengi sana. Mimi nashukuru unapoendelea. Na ninapoona sura ile inaonyesha mimi kama mwalimu natambua. Karibu sana nyumbani, unaweza kufanya zaidi ukiwa nyumbani. Ukiwa kushirikiana. Mimi nashukuru wote walioko hapa, maana ndio mmewezesha huyu. Mmemwezesha kwa niaba yenu, kwa niaba yetu sisi wazazi na kwa niaba yao wawili. They are doing fine. Mimi nimependa kabisa. Endeleeni kulea wengine hivyo kwenye tabia hizi. Muda umeisha, mengine tutakutana nayo Jerusalem Kichunjo utakapokuja. Karibu yamekusubiri. Na wote waliokuwa karibuni mnaitwa. Hadi ni mimi. Mama anakabidhi, lakini ya kuzungumza nadhani mimi nimeyamaliza. Ambaye amewakilisha familia yote na kila mmoja ambaye angelizungumza. Ni heshima kubwa, ni heshima iliyoje. Asante sana. Asanteni sana. Haya, wale wenye tuko na zawadi kwa ajili ya wazazi sasa kwamba tuzikabidhi kwao. Wale wenye tuko na zawadi kwa ajili ya wazazi ninaomba tuzikabidhi kwao. Asante sana mchungaji, unaweza kurudi pale kwenye nafasi yako na mke wako. Wale wenye tuko na zawadi kwa ajili ya wazazi naomba tuwakabidhi zawadi zao saa 1 kamili, na ibada ya pili ni saa 4 kamili za asubuhi. Wazazi, pende kuwashukuru kamati, pende kuwashukuru wageni waalikwa. Mwisho nipende kumshukuru mwendeshaji wetu wa tukio MC
Asante sana, tunakushukuru sana kwa kazi yako njema. Naomba tuweze kuahirisha Baba, katika jina la Yesu. Hakika wewe ni mwema, hakika wewe ni mwema sana. Tunakushukuru kwa upendo wako sana ambao Bwana Yesu umetuonesha katikati ya sherehe yetu mahali hapa. Tangia asubuhi Bwana kwenye sendo, tumeenda kwenye ibada Mfalme wa amani, lakini tazama tena tumemalizia na tukio lingine la harusi. Mkono wako Bwana umekuwa pamoja na sisi, na sifa na utukufu utaviacha mikononi mwako. Tunaomba Bwana Yesu, tunapofunga harusi kapate kuondoka pamoja na sisi, usituache kabisa. Tukumbushe siku ya kesho kuwahi katika ibada, na wakabidhi watu wako wote mikononi mwako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu mbele zako tunaomba na kushukuru, na watu wote tuseme amen. DJ tupe muziki kama 3-2 hivi watu wachangamke. Barikiwe na Bwana.